Amina. Sawa. Hii ni hotuba fupi ya maisha ya marehemu. Sauti imekera na shughuli za mkutano. Marehemu aliitwa kwa jina la Nyota Naba Yake. Marehemu alizaliwa kwa Burundi kama jinsi familia ilivyosema, tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka wa 1948. Marehemu pia baada ya kuzaliwa alichagua pia kuzaliwa katika familia ya pili ambayo ni familia ya kiroho. Akaingia kwenye kundi ya familia ya kanisa la Methodist Huru. Akawa amemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na kulingana na tarehe za ubatizo, hatukuweza kabisa kubahatika kudhibiti hizo tariki, maana wakati tulipompokea ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka wa 2017 hapa kwetu kwenye kijiji cha Uvea Saba. Hivyo wakati tulipohitaji kitambulisho cha ubatizo hatukuweza kukipata kwa uharaka. Na kulingana na huduma, kwa kweli marehemu alizaliwa na baada ya kuzaliwa akawa amebarikiwa kupewa huduma ya kuitwa mgombaji. Pamoja na kwamba sote ni Wakristo na tuna jukumu la kuomba, lakini kuna wale ambao wamepewa karama ya kuitwa waombaji, na maana wana majukumu ya kuombea watu wengine na kudumu daima ndani ya maombi. Pia katika juhudi hizo za kuitwa muombaji, alikuwa ni mtu mwenye juhudi sana na mwenye bidii. Maana wakati tulimpokea kwenye mwaka huo tulikuwa bado tunakusanyika watu wachache, lakini katika wingi huo watu wachache ni kama wakati tulipomuona alikuja kuongeza idadi na juhudi ni kama ilikuja kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukatoka hapo tukahamia hapa kwenye center yetu kubwa ya Uvea Saba. Yeye kabisa alikuwa mtu wa kufika mapema zaidi sana kwenye mkusanyiko wetu wa maombi. Na ikiwa anaweza kufika akikuta yule msimamizi hayupo, ilikuwa inabidi akae hapo kwenye mlango na ashughulike, ahakikisha kwamba mlango umefunguliwa na aingie na tuanze huduma. Pamoja na hivyo alikuwa akiomba, lakini pia alikuwa na karama ya kupiga kayamba. Kwa kupiga kayamba hivi wimbo unaongoza vizuri. Na sio kayamba tu, lakini pia alikuwa ni mshauri mzuri. Walipo na watu lazima pawepo na nini, na mafarakano madogo madogo, lakini hakuweza kuacha watu waendelee kufarakana pasipo kutoa ushauri. Hivyo aliitwa pia mshauri kwenye huduma zetu. Kwa upande wa michango, marehemu pia alikuwa anajitahidi kutoa michango. Alikuwa anajitahidi kutoa michango mbalimbali. Mara tunapopata wageni wa ghafla, alikuwa anajitahidi kutoa ile moja ambayo alionayo. Michango yetu ya hiari ambayo inatolewa kwa mwaka, alikuwa anajitahidi kutoa hiyo. Na hasa pia michango yetu ya 1/10 alikuwa anajitahidi. Na hili limetufurahisha sana. Tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka huu tulionao, ndo ilikuwa kama siku yetu ambayo tulifanya mazungumzo na yeye. Baada ya kuwakilisha mchango wake wa 1/10 na baada ya kusikia ya kwamba magonjwa yanaendelea, tulifanya ziara ghafla, tukaketi naye ndani ya nyumba hii. Tukaanza kuzungumza, na kwa sababu mwenye mwili anajua ya kwamba huu mwili hata kama naugua lakini sijui, aliwahi kutamka yeye.
anasema ya kwamba huu mwili naugua, lakini sijui kama utaniacha, sijui kama utaniacha. Tukamsihi Mwenyezi Mungu, tukaomba, tukatoa ushauri kuhusiana na imani, tukatoa maswali, namna gani unaishi na Yesu. Marehemu alisema ya kwamba sina shida, hata kama safari inaweza kuenea sasa hivi, mimi sina shida. Na hata wale ambao walikuwa wakimzungukia baada ya ugonjwa kuuzuka na kupelekwa hospitali, walikuwa wanazungumza na yeye mara kwa mara, maana pale hospitali tuna mtu wetu mkubwa ambaye alikuwa anamzungukia mara kwa mara.